nimkaribishe founder Bishop, na kabla hajakuja ninasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Fungua Biblia yako mahali pale. Mstari wa kwanza mpaka 10. Biblia inasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tazameni, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. Bwana abariki neno lake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni watu wangapi ambao washaona nikiomba huko, nikiwaombea? Wangapi ndani yenu wako na ushuhuda kuhusu maombi yangu? Nashukuru kwa sababu mko hapa. Tulikuwa katika mafundisho leo, na tumejifundisha mambo mengi, na hakika kuanzia sasa wamama wetu wamebadilika na watabadilisha na wengine. Lakini jueni, ni vizuri kulisikia neno. Mnajua tunapata mafundisho, tena kuna mambo mengine kadhaa. Familia zetu zinakuwako na issues zingine pia ambazo hutatiza kila mmoja. Napenda niwaambie, we need a revival. We need a revival. Kwa sababu revival inakufanya ufunguliwe kitu kilichokuwa kinakusumbua kwa miaka mingi. Revival inafanya yale mapepo ambazo zilikuwa zinakataa zinatoka. Revival inafanya watoto wetu wasio na kazi wanaingia kazini.
Revival inafanya yale madhabahu zilizokuwa zimejengwa kwa mapepo, kwa vimila, zinang'olewa. Kwa hivyo leo tuna kazi ya kufanya. Lakini kumbukeni kitu kimoja. Kazi hizi tumejifundisha kwa Yesu Kristo. Na yeye ndiye ametupa nafasi. Na Yesu amesema tusikose kuomba kwa jina lake. Kwa sababu jina lake lina nguvu sana kuliko majina mengine yoyote. Jina lake linaokoa. Jina lake linaponya. Jina lake linafanya vilema wanatembea. Mabubu wananena. Vipofu wanaona. Katika jina la Yesu Kristo. Hilo jina tumepewa. Tukiwa kwa revival kama hii, tulitumie jina hilo. Kuna wakati mmoja kwa neno ambao tumesomewa saa hii. Kumbukeni Yesu alikuwa ameenda mbinguni na akaagiza wanafunzi wake waende kufanya kazi vile walipoiona, wakitumia jina la Yesu, na miujiza na maajabu zitafuatana pamoja nao. Petro ambaye alikuwa ni pastor wa kanisa hilo la kwanza, alitoka na Yohana, wakawa wanaenda kwa hekalu kila mara 3 kwa siku, wakiomba, wakimlilia Mungu. Wapendwa, lazima tuombe. Tuombe na kuomba na kuomba. Tusiwachie kuomba hapa. Hata ukiwa nyumbani endelea kuomba. Ukiwa sokoni endelea kuomba. Kila mara kwa maisha yako kuwa mtu wa maombi, kwa sababu maombi ni kuwasiliana na Mungu. Maombi ni kusonga karibu na Mungu. Neno la Mungu linasema ombeni lolote mnalotaka kwa jina langu, na hilo nitalifanya. Mimi ninajua kama hapa kuna watu wako hapa tunaenda kuomba, na mioyo yao ikifunguka wataona maajabu ya Bwana, kwa sababu ni mpango wa Mungu. Petro na Yohana kila mara wakienda kwa hekalu hili ambalo itwayo Mlango Mzuri. Mlangoni watu walikuwa wameweka hapo mtu kiwete. Huyu mtu kiwete alikuwa pale anaomba. Huyu mtu hajiwezi. Huyu mtu maisha yake imetofika. Mtu kiwete hawezi kutembea kama watu wengine. Mtu kiwete hawezi kwenda mahali parefu. Mtu kiwete anaweza kosa kutembea na akashikwa tu akapelekwa. Mtu huyu lazima, nikiangalia, alikuwa na shida kubwa sana. Nikuanza juu ya jambo hili, ninajua mtu huyu kuamua kwenda Mlangoni Mzuri aombe sadaka kwa wale watu walikuwa wanaenda hekaluni, ni kweli kabisa alikuwa amekufa moyo. Ameona hawezi chochote, wala hatatembea, wala hatafanya chochote, wala si mtu, wala hatafika popote. Kinachobaki ni kuomba wanaotembea na wanaenda kuomba hekaluni. I'll give you a very realistic teaching. One of my surprise ni ya kwamba mtu huyu, kuna mtu alimshuhudia. Listen, unasikia? Hakuna mtu alimshuhudia. Washiriki mnasikia?
ndani ya kanisa hakuna mtu alimkaribisha. Huyu mtu mnafikiri alijiona ni mtu wa maana? Mnafikiri alijiona yeye anaweza akaomba kama wenzake Mungu akamsikia? And this question is tough. Tunakuja kanisani, tunawacha watu ambao hawajiwezi, tunawacha watu ambao wamevunjika moyo, tunawacha watu ambao wanalia, tunawacha watu walioonewa na mwovu shetani, tunawacha watu ambao hawana moyo. Tukienda kanisani, tunaenda kanisani. Yule jirani yako najua hayuko sawa. Katika familia yenu watu wote hawako sawa. Katika jamii yako watu wote hawako sawa. Lakini wewe unafanya vizuri. Unakuja hekaluni. Lakini are you really thinking about these people? Wapendwa, tuko ndani ya kanisa la Mungu ili tushuhudie walio nje waingie, tushuhudie wanaolia waingie, tushuhudie waliokufa moyo waingie. Hili kanisa hawakufanya hivyo, hata nyinyi wengine hamjafanya hivyo. Mumewacha watu wangapi katika mateso na tabu na dhiki na shida? Wengine hawawezi kuinuka, hawawezi kutembea, wamekaa pale pale na kuombaomba. And you know them. Some are your relatives. You don't care about them. Watoto wangu wa ushindi, mimi nisingelikuja huku Mumias kuwatafuta nyinyi, hamungepatikana. Nilikuja mimi mwenyewe. Nilitoka Mombasa, nilichukua ndege, nikalipa. We have to sacrifice to get these people. Mungu alikuwa ameweka mioyo yenu yote, hawa wote tayari. Lakini alitaka nije nianze kitu, niambie watu, ili watu wa Mungu waje kumuona. Anytime utakuwa moyoni mwako unapenda watu wafunguliwe, Mungu atakutumia. Anytime utakapokuwa na moyo wa kusema ningependa niombee watu wa Mungu wapone, Mungu atakutumia. Anytime you will feel like Mungu anasema wende ukawaambie wanyonge wasioweza, the less fortunate people in the family, you can change their life. Mungu atakupatia, hata kama ni matoleo ama mradi utawapelekea watu wale. God is looking at somebody to go and make a difference to these people that are lying outside the church. Those people lying outside the church. Mimi nilikuwa hapa, nilifanya crusade kubwa, watu walikuja wengi, mashetani ziliporomoka, mapepo zilikimbia, watu walikuja maelfu na maelfu. Bado ninataka kuja, sijakataa, kwa sababu Yesu bado ananidai. Watu wa Mungu wanahitaji kufunguliwa, na nyinyi ambao niliwapata, ninataka nyinyi ndio mtanishika mkono, ndio mtaingia ndani ya kila vijiji, mtaingia kila nyumba, mkiambia watu Yesu anakupenda, usivunjike moyo. Yesu anakupenda, usivunjike moyo. Yesu atakuponya, usivunjike moyo. Maisha yako itabadilika. Aliye na mwana
aliye na mwana. You understand? Tusinyamaze tena. I don't want you to keep quiet. Tutakuwa na assembly Jumapili kule Harambee. Hata kama kanisa litakuwa ndogo tuwe mpaka nje, lakini njoo na mwenzako, njoo na yule mgonjwa, njoo na yule anayelia, njoo na yule amevunjika moyo. Tunataka kuona mkono wa Bwana uliye hai. Nishakula, nimekuwa hapa, watu wamepona, watu wamefunguliwa, nimeombea, naona kanisa linaendelea. Sasa mimi nasema situwafikiria na wale wengine. Ishakula muko, situwafikiria na wengine. Mimi nimekuja hapa kama Petro. Kwanza nataka Mungu aanze kazi na nyinyi mlio hapa. Sipendi makofi ya kuomba. Taka mimi leo nitangaze Yesu na miujiza yake, na wewe ufunguliwe kabisa. Petro na Yohana walikuwa wakipita kila siku, wanaenda hekaluni huko, wanaomba, wanaenda. Mtu huyu anampa sadaka, lakini Roho wa Mungu alishuka ndani na akasisimua Petro na Yohana. Wakafika kwa mtu huyu, wakaona hapana, huyu mtu tumekuwa tukimpa fedha kila siku. Mimi wakamwambia, mimi fedha na dhahabu sina, nilichonacho ndio nikupate. Wajua huyo mtu alishangaa, mambo imebadilika. Mambo imebadilika. Ninakwambia mama, kijana, mzee, kuna kitu nataka nikupatie. Utapokea. Kuna kitu kinaenda kutendeka kwa maisha yako. Kile nilicho nacho ndicho nikupatie. Katika jina la Yesu ninakwenda kudeclare kwa familia yako waweze kufunguliwa. Katika jina la Yesu ninaenda kudeclare yule kiwete, yule mtu wa kwenu ambaye amekanyakiwa hawezi kutembea, leo afunguliwe katika vifungo hivi. Haijalishi ni miaka mingapi mmekuwa katika mateso haya. Huyu alikuwa miaka 42. Mtu huyo hakuwa mtoto mdogo, alikuwa mtu mzima. Miaka 42 ameteseka, miaka 42 wanabeba wakimleta, miaka 42 amekuwa akiomba, miaka 42 alikuwa juu anakwenda wapi, miaka 42 amekosa tumaini. Sijui yako ni miaka mingapi, hata kama ni mingapi, ninakwambia wakati wa Bwana ukifika, wakati wa Bwana ukifika, maisha yako inabadilika. Labda leo ndio siku yako, ni siku yako, ni siku ya kubadilika, ni siku ya kutembea. Wamekukanyakia chini kwa siku nyingi, wamekukanyakia, wamekudharau, wamekuona bure, hawakuoni mtu, hawakuelewi. Leo wanakwenda kukuelewa.
cha kwanza, sisi hatujui mtu huyu ilikuwa kilema, hajui nini kilichosababisha mtu yawe kwa mateso haya. Wengine wanatembea na yeye hawezi. Nataka nikwambie, kuna mambo ya maishani mwako, watu wanakupita, watu wanakukanyagia, watu wanasonga mbele, watu wanafanya maendeleo, watoto wa watu wanajenga manyumba, watoto wa watu wanatembea na magari, harusi zinafanyika kila mahali, lakini wewe mambo hayaendi, mahali ambapo mumefungiwa. Itabidi mtoke hapo, mtatoka hapo. Haijalishi ni miaka mingapi ambao umekuwa katika kilio hiki. Haijalishi ni nini kiliofanyika kwako. Madaktari walisema wewe kiwete, huwezi kutembea, hakuna dawa. Wamekuambia madaktari, haya magonjwa yako hayatakwisha. Hiyo TB haitapona, ile kansa haitapona, hiyo sikasela haitapona. Wamekuambia haitawezekana. Wamekuambia katika ukoo wako mlikuwa na shida hii. Even if I agree with them, I don't agree with them on the deliverance part of Jesus Christ. Ninajua si tumezaliwa kwa ukoo mbalimbali, tumezaliwa kwa ukoo mbalimbali. Watu wetu pia wamechangia shida ulionayo, wamechangia kwa sababu wao walipojenga madhabahu yao walisema nini? Hata kama walikufa, lakini waliwacha maneno, na maneno waliyosema, pengine walisema hata watoto watakaezaliwa watakuwa katika hali hii. Hata watoto, na walikuwa nasema kama wamejazaliwa. Kwa hiyo kuna vitu vilivyofanyika ninyi hamvijui wala hamkuweko, lakini nataka nikwambie vilivyofanywa katika siri leo vitafichuliwa. Maisha ulionayo si maisha yako. No, si maisha yako. Haya maisha ulionayo ya mateso na tabu na shida sio maisha yako. Hapana. Leo utakataa kabisa maisha haya. Utakataa this life. Utakataa hii life. Kuna mtu wa kwenu aliyokufa zamani, anatembea na wewe, anakwenda na wewe, alitumwa kwa ndani. Alipokufa kule jangwani, wewe ukuweko. Leo tunaenda kumtimua. Lazima kuache. Huyo ambaye kienda kulala lazima aje kujionyesha kwa usingizi, anakuja anakuletea makaburi, anakuonesha majeneza, anakuonesha matanga,
Aliyekufa zamani unamuona anakuongoza na kukuita. Aliyekufa zamani unamuona anakuja na kukutisha. Aliyekufa zamani unamuona anakuja kukunyonga, anatembea na wewe. Huyo lazima leo ataenda, atatoka, 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 atatoka. Yesu, mwana wa Adamu, hurumia viumbe vyako bila ulihurumia mtu huyu aliyekuwa anaomba kwa mlango mzuri akisema mimi ni maskini. Leo hamtakuwa maskini wa aina hiyo. Mungu awape miguu, Mungu atembee nani, Mungu awape watoto wenu kazi, awape mabwana wenu kazi, awapatie kazi, biashara zinawili, kila kitu funguliwe, nyumba zijengwe, watu wainuliwe, ishara ionekane, ishara ionekane. Mtu aliyekuwa amesimama, amelala, analia, ameshindwa, anatabika, ameshindwa na mambo ya dunia hii. Na kuambia kuna wakati mambo inaenda vibaya, hata unavunjika moyo, hata unashindwa, haujui itakuwaje, unalia machozi, watu wanakuangalia, unalia machozi, hakuna mtu atakusaidia. Watu wako wameharibika, watoto wako wameharibika, familia yako imeharibika, ndoa yako imeharibika, maisha yako imeharibika. Unalia peke yako, unalia peke yako, hakuna mtu asiyekujali. Leo ninakwambia nina kitu ndani yangu, nina kitu. Leo ndio nitakupa, nitatangaza katika jina la Yesu. Mambo inaenda kubadilika. Yesu, ninatangaza hakuna mtu atatoka hapa kilema, hakuna mtu atatoka hapa hana maana, hakuna mtu atatoka hapa na magonjwa, hakuna mtu atatoka hapa na kulia. Leo ni Yesu, 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 Yesu. Lazima waharibike, wamekutesa, lazima tuharibishe watu hao, lazima tuharibishe watu hao, wakuone wajue wewe ni nani. Watakupigia saluti leo, watakupigia saluti sasa, watakupigia saluti wewe. Shida hizi zote
Ninajua umechoka. Umechoka. Umechoka na maisha haya. Umechoka na hali hii. Umechoka. 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 Najua umechoka. 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 Leo lazima upumzike. Mapepo wachafu lazima waondoke. Vimila lazima viondoke. Vifungo vyao lazima viondoke. 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 Kwenda, 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 kwenda. Toka wewe. 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 Toka. 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 Katika jina la Yesu. 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 Funguliwa. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Umechoka. 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 Haiwezekani. Mapepo, chukueni nafasi yenu muondoke. Mapepo ninasema muondoke. Mchukueni wako vyenu muondoke. Ninasema muwache watoto hao. Mumefunga watu wa Mungu. Munatembea na maisha yao. Mumewatesa vya kutosha. Mumewatesa vya kutosha. Yesu. Petro na Yohana walikuta mtu ya mateso. Nataka mateso haya kuacha. Mateso haya wache nyumba yako. Vitu vinavyoviona usivione tena. Maisha yako sasa yafunguliwe. Watoto wako wafunguliwe. Hiyo ndoa yako ifunguliwe. Vichoko vya wanadamu leo viishe. Nyumba yako iliyofungwa ifunguliwe. Vitu walioweka kwako visionekane. Manyoka zao zinachomeka. 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 Hizo manyoka zinachomeka. 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 Wakaelewana. Wakaenda kwa makaburi. Wakasema njoni hapa. Tuite majina ya watoto hao. Wakachinja ng'ombe. Wakamwaga damu. Wakasema sasa hao watoto watakuwa mikononi mwetu. Wakafanya vituko hivi. Wamechukua jina lako. Wameweka jina lako. Wamekufungia ndani ya mashetani. Wamekufungia ndani ya mapepo. Wamekuwekea ndani ya madhabahu. Yale madhabahu. Wamekuweka kwa madhabahu. Madhabahu haya lazima yatang'olewa. Yale madhabahu lazima yatang'olewa leo. Yale madhabahu lazima
itakuacha yale madhabahu, lazima itakuacha yale madhabahu, yale madhabahu. Tunaenda kuyang'oa, tunaenda kuyang'oa, yanaenda kung'olewa yale madhabahu. Haya mateso lazima utoke ndani. Hakuna cha mateso kwa nyumba yako. Hakuna mambo ya mateso kwa maisha yako. Hichi vitu lazima vikuache. Nimekataa kabisa. Tukatae vitu hivi. Nataka ukatae. Kemea vitu hivi. Kataa, kataa, kataa. Kataa kimusangwa. Kataa vitu vilivyofanya. Kataa vitu ya mababu. Kataa vitu ya manyanya. Kataa, 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 kataa. Mahali walipokufunga lazima utoke hapa. Kila mahali walipofunga, toka ndani ya vifungo vyao, toka ndani ya vitu vyao, toka ndani, toka ndani, toka ndani, toka ndani, toka kwa vitu vyao, 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 toka, toka, toka. Toka katika jina la Yesu. Toka uhuru. Toka kwa vitu vyao. Toka. 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 Toka kabisa. Toka potea. Umefanya vituko kwa ulitoka. Toka. Toka kabisa. Potea. Potea. Toka. 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 Toka nenda. Toka nenda. Toka nenda. Tumekataa. Wewe umekaa kwa huyu mtoto. Umeumiza huyu mtoto. Umeumiza huyu mtoto. Umeumiza huyu mtoto. Toka. 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 Katika jina la Yesu. Potea. Potea. Tunang'oa yale madhabahu. Tunang'oa yale madhabahu. Tunang'oa yale madhabahu. Tunang'oa yale madhabahu. Toka. 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 Baba Yesu, walete wale watu hapa mbele. Hapa. Walete hapa karibu, nataka kuwaombea. Nasema wawe hapa hapa. Mabao madogo. Katika jina la Yesu. Leo watu wa Mungu mpaka wafunguliwe. Leo ni kufunguliwa. Katika jina la Yesu. 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 Katika nyumba yenu walifanya mambo makubwa. Nyumba yenu walifanya mambo makubwa. Ninakwambia watoto wenu wote wanaishi katika kifungo.
wamewekwa chini. Watoto wenu wote wanaishi mahali hatari. Watoto wenu vitu vinaondoka kabisa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mumepata tabu, mumepata dhiki, mumeteseka kwa mambo waliofanya. Wamechimba shimo ndefu, wameweka majina yenu. Toka ndani ya vitu vyao. Toka. Katika jina la Yesu. Toka. 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 Toka ndani yao. Toka kwa vitu vyao. Toka kwa vitu vyao. Tokeni kwa vitu vyao. Kwa vitu vyao. Baba. Baba. Semeni Baba. Semeni Baba. 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 Kila vifungo vyote msiwaangushe, kila vifungo vyote vilivyo ndani yao tunakemea, 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 tunakemea. Msiendelee kuamsha, msiwaamshe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Msiamshe watu hawa, wache Yesu awaamshe these people katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yile misambwa waliofungiwa, yale madhabahu tunang'oa, 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 tunang'oa madhabahu, tunang'oa, 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 tunawaambia leo, lazima mutoke kwa maisha ya watu hao. Lazima mutoke, lazima mutoke. Hamutawaangaisha tena, hamutawaangaisha tena, hamutawasumbua tena. Chukueni virako vyenu, chukueni virako vyenu, chukueni virako vyenu, chukueni virako vyenu, chukueni virako vyenu. Hata vichukue virako vyao, chukueni virako vyenu, chukueni virako vyenu, chukua virako vyenu, chukua virako vyenu, chukua virako vyenu, chukua virako vyenu, chukueni virako vyenu, chukua virako vyenu, chukua kabisa, chukua yote, chukua, 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 chukua virako vyenu, chukua virako vyenu, chukueni virako vyenu, chukua vitu vyenu, chukua uchawi wenu, chukua uchawi wenu, chukueni vitu vyenu, chukua, 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 chukua,
Ninawaambia wacha watoto wa Yesu mwenyewe atawaamsha. Mungu mwenyewe atawaamsha. Katika jina la Yesu. Ninaomba juu ya watoto hawa. Kila mahali waliweka vitu vyao, kuwafunga watoto hao, kufunga maisha yao. Vitu hivyo ninaweka moto, ninaweka moto, weka moto. Baba, siku ya leo hatutaki kuona vitu hivi tena kwa maisha ya watu hawa. Hatutaki kuona tena. Tunakemea, 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 kemea, kemea katika jina la Yesu Kristo. Nimekushika mkononi nikikutoa mahali hatari waliokuweka ndani. Umetoka, umefunguliwa, una uhuru mkubwa. Hilo pa maneno limefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Unasema nini? Yale mauti ya kurudia mwenyewe, yamrudie mwenyewe, yamrudie mwenyewe, yamrudie mwenyewe, yamrudie mwenyewe, yamrudie katika jina la Yesu Kristo. Nipe mkono huu. Umefunguliwa katika mauti haya. Maisha yako yako uhuru. Magonjwa ulikuwa nayo yametakasika. Nenda ukatoe ushuhuda. Leo ni wakati wako wa kuwa uhuru katika mkono wa pepo mchafu. Ninakufungua kabisa vitu hivyo kwa jamii yako, kwa familia yako. Mko uhuru, umefunguliwa kabisa katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo maisha uliyokuwa ndani yamebadilika. Vitu vyao vimeshachomelewa mbali, madhabahu yao yameng'olewa. Nenda, Bwana amekutendea. Maisha yako yalikuwa yamedhoofika. Wewe ni mtoto mdogo, lakini giza ilikuwa inakuandama. Kila kitu walichowekwa kinaondoka, kimeondoka. Kila maadui wekwa kinaondoka. Umefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Nasema wazi, hamtaandama maisha mtoto huyu tena. Lazima maisha yake yatoke ndani ya mipango yenu. Bwana, mtoto huyu na kutangazia leo umetoka mikononi mwao. Mungu amekuchukua na malaika zake. Hautaishi maisha hiyo tena. Umefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo.
mkono mmoja tu. Leo Mungu alikuona, walikuwa wamekumaliza, walikuwa wamekumaliza, walikuwa wanachezea maisha yako, walikuwa wanachezea hali yako, na familia yenu ilikuwa katika kilio. Kuanzia leo Bwana amekutoa, Bwana amekutoa, umetoka ndani ya vitu vyako, na tangaza uhuru wao kwa jina la Yesu Kristo. Mkono wa Mwana wa Adamu uko juu yako. Kila kilichofanywa sirini kimetambulika, na kila mahali walikuweka umetolewa huko. Sasa hivi mbele yako ni mwangaza wa Bwana, maisha yako yamebadilika. Kwa nabii machozi mengi, kishindo itakuwaje? Mungu alikuwa amekuona, siku ya leo amekuona juu yako, mpaka kwa familia yako yote. Mkono wa Mwana wa Adamu unaenda kutenda maajabu, umefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu nimekaa wako, ninaenda na Roho Mtakatifu, siarudie tu huyu. Tushangilie Bwana kwa kazi Bwana amefanya. Tushangilie. Bwana azidi kukubariki, Bwana azidi kukupigania, Bwana azidi kupika hizo vitu unaziona siku zote zikichanganya akili yako, zimeondoka kwa jina la Yesu. Mimi niko vipi? Ya siko sana. Oh, nilikuwa hapa chini. Nimeombea. Huyu mama alikuja tu. Nasemaje, Yesu yuko hapa? Yesu yuko hapa. Ninauliza watu gani hawa? Yesu yuko hapa. Kazi tunaenda kufanya, unajua tujamaliza kazi. Tunataka wagonjwa ambao vitu vimefura wapi na wapi. Kama mama amekuja tayari, hali yake aliona. Tunataka tulikuwa tutimua mapepo, tunataka tumie magonjwa. Songa hapa, kama magonjwa imeshika mwili wako, usonge hapa. Tufanya haraka. Ni wewe peke yako? Okay. Utapona tusijali, hata kuniambia. Fanya haraka. Wagonjwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ndio maana msongeshe kwa watu watamwangukia. Mungu mnasukuma tu bila kujua. Katika jina la Yesu. Weka mkono wangu, naomba mwanze kushukuru Mungu na Bwana leo. Unapona. Baridi inakuja kwa mwili, viungo vitakuwa vimefunguliwa. Unapona kwa jina la Yesu. 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 Migongo inapona, tumbo inapona, uvimbe unapona, vitu vilivyoshika vichwa vinapona. Unapona kwa jina la Yesu. Unapona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Biblia takasa Yesu. Takasa Yesu. Takasa Yesu.
haya magonjwa yanakuacha. Toka magonjwa, toka haraka, toka kwa mwili wako, toka kwa mwili wako, toka potea kwa mwili wako, toka kwa jina la Yesu. Toka leo, maisha yake imefunguliwa. Mwili wako takaswa kwa mwili wako. Toka wewe magonjwa, toka wewe magonjwa, toka kwa jina la Yesu. Toka kabisa, toka na kukemea katika jina la Yesu Kristo. Hata kwa miguu, toka kabisa, toka kwa ile miguu, toka kwa viungo vyake, toka kwa jina la Yesu. Toka gonjwa ya mapepo wachafu, maradhi yasiyoeleweka, wakati wenu umeisha. Toka kwa kijana huyu, toka kwa jina la Yesu. Toka. Tunaendelea kushukuru maombi kwa uponyaji wako. Tutatoa ushuhuda sasa hivi. Tena kiti chako. Kaa. Ilikuwaje? Mkuli wa chama. Bado unatoka vidonda. Sawa. Na Mungu mwingine? Ile goti. Unaamini Yesu anaweza kutakasa? Unaamini unaweza kupata nguvu leo? Unaamini baridi ya mbinguni inaweza kuja kwako kwa Mungu huyu? Unaamini hautalala, utakaa chini tena? Mtu huyu alikuwa miaka 42 amekaa kwa mlango mzuri. Mtu huyu alifunguliwa kwa dakika moja. Kwa nini na wewe usitoke hapa kama uko huru unatembea? Mkono wa mwana wa Adamu Yesu Kristo, mkono wa mwana wa Adamu uko juu yako, uko juu ya mkuu mahali hapa. Nakemea mateso haya, nakemea vitu vyao, Takaza Yesu, 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 katika jina la Yesu. Simama, njoo kujua.
na siku nyingi. Mungu upate nguvu leo katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ilikuwa mkubani ni upi huo? Ni nani anaweza? Yesu. Haleluya. Yesu, Yesu, Yesu. Jina lake ni nani? Yesu. Haleluya. Yesu, Yesu, Yesu. Anaponya ni nani? Yesu. Haleluya. Jina lake ni nani? Haleluya. Jamani, mama anapata nguvu akiendelea kukanyaka. Mbona msishangilie Yesu? Wakuhurumia mama huyu. Mama mtingi wa siku nyingi. Ninaamini. Haleluya. Yesu ni Yesu. Haleluya. Yesu ni Yesu. Haleluya. Yesu. Anaweza yote ni nani? Haleluya. Yesu. Kweli ni Yesu, ni Yesu. Haleluya. Lete hiyo microphone. Mama, umesikiaje leo at least? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Amen. Nasikia mwenyewe tunaona inafundika ikienda chini huko. Na nilianza kufikia kijambo kama nilianza kufikia kama bado unarudi. Mguu ikisonga chini hivi. Nikaona ikanyoka au mfupa wako ukirudi huko. Sasa nimeona mabadiliko kidogo. Ninaamini kwamba Bwana Wapata nguvu zaidi. Wapata nguvu zaidi. Babangu nakuachia mama. Kama vile ulivyomfungua, aendelee kufunguliwa zaidi. Na jina la Bwana litukuzwe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Sasa ningependa saa hii sote tuinue mikono yetu juu. Naenda kuombea maombi ya mwisho. Kuna wengine wako chini huko. Nipe mkono. Natangaza kwa maisha yako, mahali ulifungwa umetolewa, mahali walikufanyia vituko umetolewa, mahali nguo zako ziliwekwa shimo limechomeka, uhuru wako na utangaza kwa jina la Yesu Kristo. Usimame. Pate nyimbo ya kuabudu. Nataka kumaliza maombi yetu.